Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kipenzi cha umma Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, ndugu zangu katika imani, leo nipo mbele yenu kwa ajili ya kuwakumbusha jambo moja. Ni jambo muhimu sana katika dini yetu kulisikiliza, na baada ya kulisikiliza kulichukua, na baada ya kulichukua pamoja na kulizingatia moja kwa moja na kulifanyia kazi. Ndugu zangu, ningependa kuhusia katika suala zima la swala. Katika umma wa Kiislamu watu wengi tunaswali, lakini katika watu tunaoswali hatutambui swala inataka nini. Pia hatutambui uwajibikaji wa swala yenyewe, lakini pia hatutambui swala inahitaji ifanyike vipi ili hiyo swala ielekee katika kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa, duniani Waislamu tupo 80%, lakini katika 80% hiyo wanaoswali ni 70%. Na katika 70% hao wanaoswali, 50% swala yao hawaijui. Na katika hao wasioijua swala yao, wapo wanaotambua kuiswali, kuinama na kunyanyuka na kuondoka. Lakini katika hao wasiojua swala yao, kuna watu hawajui yale mambo ya nguzo, lakini pia mambo ya sharti hawayajui. Sasa leo hii ndugu yangu, nimekuandalia darsa zuri sana kuhusiana na jambo hili la ibada ya swala. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuielezea swala na kuitia umuhimu wake amesema katika Qur'ani, amesema inna salata tanha anil fakhshai wal munkar. Na hapa ndipo watu wengi tunafeli sana katika hii inna salata tanha anil fakhshai wal munkar, kwa maana swala inakataza mambo maovu na yote mabaya. Swala inakataza na maovu yote, lakini hapa ndipo inakuja sasa kutuharibia sisi swala zetu. Wengi tunashindwa kuizingatia hii aya. Mtu anakuja msikitini, anaswali, anainama, akimaliza anajihesabia ni katika walioswali, anaondoka pasi na kuzingatia kuwa kipindi anaswali katika maisha yake ya kawaida, majambo gani ambayo anafanya katika maisha yake ya kawaida ambayo yatakayomsababishia swala yake kuwa mzuri, kuwa safi. Lakini pia majambo gani anayafanya katika maisha yake ya kawaida yatakayomsababishia swala yake yeye kuharibika, ijapo siku zote anajiona anaswali, anajiona mwili wake msafi, anatekeleza kila nguzo inayohitajika katika matendo ya swala, lakini swala yake inakuja kuharibika sehemu ndogo tu kwa kuto kuizingatia hii aya inayosema inna salata tanha anil fakhshai wal munkar. Swala inakataza mambo maovu yote na ya munkar, anashindwa kuizingatia. Sasa leo tumekuja kuichambua vizuri hii aya, ili mradi tukitoka hapa tukienda kuswali, swala zetu tuwe tunajihakikishia kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutege sikio na kusikiliza vizuri. Ndugu yangu Muislamu, inna salata tanha anil fakhshai wal munkar, tuielewe hivi. Swala, ukiwa unaswali ukijihesabia kuwa mimi naswali, basi jihakikishie unaswali kwa kuepuka maovu yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, lakini unafuata amri zote Allah subhanahu wa ta'ala alizoziamrisha. Hapo sasa swala yako itakwenda vizuri na kukubaliwa.
ulimwengu wetu wa sasa hivi mtihani mkubwa wa Waislamu. Mtu anaswali tena unamwona kabisa anajulikana umaarufu wake kwamba huyu si mwachaji ibada, lakini mtihani uliokuwepo na msiba mkubwa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtu huyu anaswali vizuri kabisa mchana, anatoka kila siku anafuruliza kwenda msikitini kufanya kila ibada kwa kujionyesha, watu wanaona kabisa huyu anaswali na anafanya kila ibada iliyoamrishwa, lakini kumbe maskini ikifika usiku huyu mtu anapana ungo usiku, anakwenda kuroga wenzake. Huyu ni msiba mkubwa ndugu zangu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumbe huyu mtu ikifika usiku ana siri kubwa sana, anapanda katika ungo na wenzake kwenda safari ya kuroga wenzake na kutesa wenzake. Utakuta jirani yake anasumbuliwa na maradhi ya muda mrefu, jirani yake anasumbuliwa na kansa, anazunguka India, sehemu mbalimbali kwa ajili ya tiba. Kumbe huyu ambaye mnamsifu siku zote anaswali na kufanya kila ibada kwa kumwona katika macho, kumbe huyu ndio anamsumbua jirani yake kwa kumroga, kwa kumfanyia mabaya, maudhi. Lakini ikifika asubuhi, yeye ndio wa kwanza kwenda kumtembelea yule jirani yake na kumjulia hali kwa ule ugonjwa aliompa yeye kwa kumroga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini ikifika kila kipindi cha swala, huyu jamaa humkosi, anakwenda msikitini, anatoa sadaka, anasaidia yatima, anasaidia maskini. Lakini kinachomtesa yeye kuto kukubaliwa swala yake, ameshindwa kuielewa hii inna salata tanha anil fakhshai wal munkar, kwamba swala inakataza maovu na mambo yote ya munkar. Yeye kashindwa kuielewa. Ikifika usiku, huyu mtu anaroga, lakini pia anawatuma majambazi wakaibe sehemu mbalimbali, yeye ndio bosi wao. Kwa hivyo na huyu naye anajisabia, mimi nafanya ibada ya Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, ni msiba mkubwa. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuswali, ndugu zangu, ametuamrisha tuswali swala, lakini katika kutuamrisha kuna masharti makubwa. Tukiendana na hii aya inayosema inna salata tanha anil fakhshai wal munkar, na ni masharti hayo. Ukijijua kwamba mimi nahitajika niifate amri ya swala, niitekeleze, basi lazima uwe makini katika haya masharti makubwa, uwe nayo makini katika kuepuka haya masharti. Kwanza kabisa, ukiwa wewe ni mtekelezaji wa swala, ukiacha yale masharti ya swala yenyewe, ya matendo ya swala yenyewe, kuna masharti haya ya nje kabisa. Kwanza inatakiwa ujijue, mimi na swali, je, naepuka yale yote aliyonikataza Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa umezingatia na upo salama kabisa katika kuepuka yale aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuonea huruma, na ukiwa unaswali unafuata ibada zote, basi kwa rehema zake atakuingiza peponi, kwa sababu kuingia peponi siku zote ni kwa rehema za Mungu. Mungu ametuamrisha tufanye ibadati mbalimbali, ikiwemo ni swala. Ametuamrisha tufanye ibada tofauti, lakini kwa kufanya kwako ibada usitegemee kwamba mimi nafanya ibada uhakika moja kwa moja nitaingia peponi. Hapana, wewe fanya ibada kwa mujibu wa Allah alivyokuamrisha, lakini kitendo cha kuingiza peponi ni huruma yake. Unaweza ukafanya ibada zako mbalimbali, lakini sasa ukafika huko siku ya Kiyama, tushafufuliwa, akasema sasa pepo yangu sitaki yaingie mtu, nimegaili. Hiyo ni uwezo Allah, anaweza kaamua hivyo. Lakini wewe fanya kile alichokuamrisha. Ibada ya swala ifanye kweli, acha kuroga wenzako, acha kufanya maovu ya siri, alafu huku kwenye dhahir unajionyesha wewe ni mcha Mungu, unavaa makanzu kila kipindi cha swala kikupiti, lakini ikifika mida yako ile ya siri usiku, kumbe una chumba cha siri katika nyumba yako, unawaita majini wabaya, mnashirikiana vibaya, unaroga watu wachawi wenzako, unaungana nao, mnakwenda kuroga. Ni mtihani mkubwa. Hapo utajipotezea muda, ndugu yangu Muislamu. Ndugu yangu Muislamu, utakuwa unajipotezea muda, unakwenda msikitini unaswali, bora hata usiswali kabisa, kwa sababu ni hatari kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maun amesema, araaita alladhi yukadhibu biddin. Tunaitafuta mahallu shahid tutaipata hapa. Araaita alladhi yukadhibu biddin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, umemuona yule ambaye anayekadhibisha malipo? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, huyo ni yule ambaye anamtesa yatima. Yatima anamnyanyasa sana. Yatima
kafiwa na mzazi wake. Maskini ya Mungu, yule mzazi wa yatima, yeye alikuwa ni ndugu yake. Huyu mmiliki wa yatima wa sasa, yeye alikuwa ni ndugu yake. Sasa ile dhima ya kumlea yule yatima imebakia kwake yeye, lakini maskini ya Mungu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huja yule baba wa yatima ameacha mali nyingi sana, alafu zile mali zikawa zimebaki katika milki ya huyu mtu anayemmiliki sasa hivi huyu yatima. Lakini maskini ya Mungu, ile mali yote huyu mmiliki anatumia mali ambayo alitakiwa amuhifadhie huyu yatima na kumgharamikia kupitia ile mali aliyoacha baba yake. Lakini msiba mkubwa, huyu jamaa yeye mali zote anakula na familia yake, lakini huyu yatima yeye anaishi bado katika mazingira mabaya, ijapo mali ipo ya baba yake, lakini bado anaendelea kuishi katika mazingira magumu sana. Nguo anazovaa zieleweki, zimechanika chanika, chakula anachokula kieleweki. Hizi mali zote anafukia huyu jamaa anayemmiliki huyu, baada ya baba yatima kufa, anafukia yeye na familia yake. Huu ni msiba mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, huyo ni yule ambaye anamtesa yatima. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, huyu jamaa kawaida yake hana kawaida ya kuwahimiza watu wawe wanawalishiza mayatima. Yeye ikija misaada kwa ajili ya mayatima ama kwa ajili ya watu wasiojiweza, yeye anazuia, hapana, msiwaletee. Hima akapewa yeye awawie watu, lakini yeye akafungia ndani. Hiyo ipo mpaka leo. Tena wengine wakubwa kabisa mnaamini kuwa hawa ni wacha Mungu, wataisaidia ini kwenda mbele na Allah atawajalia, lakini hao wana siri kubwa sana wameficha. Wanapokea misaada kutoka kwa watu mbalimbali nje, lakini ikija ndani ya nchi, hiyo misaada inaishia chumbani, wanakula na familia zao. Huo ni msiba mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, sasa hii ndiyo mahalu shahidi yetu, fawailul lilmusallin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fawailul lilmusallin, adhabu kali itawapata wale wenye kuswali, ole wao. Ni onyo kali sana. Allah subhanahu wa ta'ala akitamka neno fawailul lilmusallin, fawailul, hii wailun ni ya maangamivu makubwa sana na vitisho, lakini watu pindi wanapoisoma hawaizingatii na kuielewa. Akasema fawailul lilmusallin, ole wao, adhabu kali itawapata wenye kuswali. Lakini usiishie hapo, si wenye kuswali tu, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao swala zao wanaghafilika nazo, wanazisahau, wanajisahaulisha katika swala zao. Kwa maana umeswali kipindi hiki, baadaye una jambo lako. Sasa hivi kuna ibilisi mkubwa sana wa mpira, ndugu zangu. Mtu sasa hivi swala imeonekana ni kitu cha ziada tu, kwa kukosekana jambo fulani ndiyo mtu anakwenda kuswali. Tuchukulie mfano, ikiwa inacheza timu ambayo unaipenda sana, alafu ile mechi wanaocheza ni ngumu sana. Tuchukulie mfano, kwa kwetu hapa Tanzania, mechi ikiwa saa 10, alafu ndio muda huo wewe unakuhitaji uende ukaswali. Sasa ikifika saa 10 kamili, pitia misikitini, subhanallah, utakuta mtihani. Ibilisi katawala sana katika nyoyo za watu kupitia mpira. Watu utakuta wachache sana, tofauti na kipindi ambacho mpira hakuna. Yani ukiwepo mpira, watu wanakuwa hawapo kabisa misikitini, kuonesha kwamba swala imekuwa ni ziada ya kitu fulani. Kitu unachokipenda wewe kikikosekana siku hiyo, ndio unasema mimi naenda msikitini. Sasa huo ni mtihani. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao swala zao wanazisahau, wanaghafilika kabisa. Kipindi fulani kaswali, kipindi fulani ajaswali, kwa sababu kuna jambo lake maalumu ambalo kalitilia umuhimu kuliko swala. Ndugu zangu, tunakwenda pabaya. Lakini akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina hum yuraun. Hapa sasa ndo tulipopataga alladhina hum yuraun. Mada yetu ni swala, kumbuka. Akasema alladhina hum yuraun, wale ambao wanafanya ria katika swala zao, wanajionesha. Ndio kama nilivyotangulia kusema, watu wanakuona unaswali mchana, unafanya ibada, kila ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha katika dini ya Uislamu unafanya. Watu wanakutazama, wanajua kwamba huyu ndio mcha Mungu ambaye tunamtegemea katika hii sehemu yetu. Wanakufata watu waombe dua zao, kumbe wewe mwenye mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, inna lillah, Allah tusamehe. Kumbe wewe mwenyewe ikifika usiku kuna siri yako unaifanya,
Mchana unajionesha swala zako, unaswali, watu wanakuona unavaa kanzu, unakwenda msikitini, kumbe yote ni unakusudia kuwa ni ria. Ikifika usiku una mambo yako. Mchana unafanya ibada zako kwa ria, watu wakuone unafanya ibada, upo na umahiri mkubwa sana katika kufanya ibada, lakini ikifika usiku ni mtihani. Ndugu zangu, huyu mtu anaroga watu, anatesa wenzake, anateta watu. Ndugu zangu, tunafanya kazi bure, inakuwa ni habaa manthura, inakuwa ni kama vumbi tu limepeperuka. Umeswali, umejaza swala, lakini baadaye ni vumbi tupu. Hata ikifika siku ya Kiyama, ukishapewa kitabu chako cha matendo yako, ukiona hesabu yako ya swala haipo kabisa, ijapo ulikuwa unajiona unaswali kila siku, haijakupita swala yote hapa duniani, lakini ikifika siku ya Kiyama, ukiona kitabu chako sehemu ya swala hujaswali chochote, hakuna wa kumlaumu, kwa sababu ulikopo aufati ile misingi na masharti ambayo swala inahitaji iendewe kwa masharti hayo na misingi hiyo. Ulikuwa ukifanya kila ibada kwa kujionesha. Kwa hivyo ukipewa kitabu chako ukakuta hakuna kitu chochote katika swala, basi hakuna wa kumlaumu isipokuwa fala talumanna illa anfusak, hakuna wa kumlaumu isipokuwa nafsi yako wewe mwenyewe. Uliambiwa inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwamba swala inakataza mambo yote maovu na mabaya, lakini wewe ulikuwa uelewi. Unaswali ili mradi watu wakuone unaswali, unafanya kila ibada watu wakuone unafanya kila ibada, lakini kumbe una siri yako unaifanya ambayo swala imekataa usifanye kile kitu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuna mengi ya kufikiria na kuzingatia. Je, swala zetu tunazifanya kama inavyotakiwa? Cha kwanza, inatakiwa tujifunze swala yetu yenyewe, tuielewe. Umetoa takbir Allahu Akbar, unasema nini? Utambue. Tusifate mkumbo ndugu zangu, kwa kuwa watu unawaona msikitini wanainama, unafatisha na wewe unainama, wananyanyuka na wewe unanyanyuka, hujui kinachosoma. Ukimaliza pale unakwenda kufanya mambo yako. Mtihani kwanza, tuende darasani tukasome kipi ambacho kinatakiwa kiletwe katika ibada ya swala na vitendo vyake. Lakini si hivyo tu, tuzingatie nini katika swala, tuchunge kitu gani, ili hiko kitu kikitokea katika ibada yetu ya swala, tukiwa tumesimama tunaswali, kikitokea hiko kitu, je, swala yangu haipo, imeharibika, ama swala yangu inaendelea? Watu hawajui mpaka leo hiko kitu. Kwa hivyo kwanza inatakiwa tuvisome vitu ambavyo vinahitajika kufanyika ndani ya swala, lakini tukishaijua ile swala yetu, inatakiwa tutambue vitu gani ambavyo swala inatukataza tusivifanye. Pindi tukivifanya hivyo vitu, tutakuwa tunafanya kazi bure kabisa katika kuswali. Ukishatambua hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuonea huruma na kukuhurumia, kwa sababu wewe unafata misingi ambayo swala inahitaji. Kwa rehema zake atakuingiza peponi inshallah. Kwa hivyo ndugu zangu, ujumbe wangu mfupi ulikuwa ni huo. Tuwe makini, tuchunge sana. Kaburi linatusubiri na moto unatusubiri. Haviepukiki hivi vitu isipokuwa kwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa watu wengi sana katika ulimwengu wa dunia, leo wameondoka. Ukipita makaburini utakuta watu wamelala pale. Walikuwa na matarajio marefu sana katika maisha yao, pamoja na kujijenga na familia zao, na wengine walikuwa na nguvu kubwa katika ulimwengu na kauli, lakini leo hii imefika kipindi chao cha kufa, wapo katika makaburi yao. Wewe mchawi unaoroga, na kuomba ndugu yangu, acha kuroga, kaburi linakusogelea. Wewe unaotesa wenzako, acha kutesa wenzako, umauti unakusogelea. Kuna siku ya kujibu. Unaona watu wanakufa kila siku, usione kwamba ndio moja kwa moja. Mtu mmoja alisema, laisa almayit biadami mahdhin, laisa almaut biadami mahdhin. Mauti sio kwamba ndio kupotea moja kwa moja, bali intiqal min hali ila hali, bali mauti ni kuhama katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Kwa maana tulianza kuwa katika hali ambayo si hai, tukaja katika hali ya uhai. Baada ya kutoka katika hali ya uhai, tutakwenda katika hali inayoitwa mauti. Sio kama tutapotea moja kwa moja, sio kama mtu ukifa ndio umepotea, hapana. Ukishaenda katika hiyo hali ya umauti, tutatoka katika hali ya umauti, tutarudi tena katika hali ya uhai kwa namna atakayojua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tulizingatie hilo. Wewe mchawi unaoroga, ipo siku
utakufa, lakini utafufuliwa, na ukifufuliwa kuna kuulizwa yale yote uliyofanya. Moto na pepo wameandaliwa watu, na watu wenyewe ndio sisi. Tuwe makini ndugu zangu, ujumbe wangu mfupi huo tushike, tusome Qur'an TV. Katiba yetu ni Qur'an tukufu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.